yalikuwa mashamba ya kwetu haya. Lakini kuna muda fulani waliyauza. Mimi wakanipigia simu tu niko mkoani kwamba mashamba sasa tumeisha yauza, kuna shida 1 2 3. Sawa sawa. Kwa wameyauza. Twende kwa vile tumekaribia nyumbani. Nyumbani kwetu ni karibu. Ni karibu? Twende. Twende. Tulikuwa tunapita sasa kipindi hicho sawa? Kijijini tulikuwa tunaenda kijijini Bweya. Inapofika wakati wa sikukuu tulikuwa tunatembea sawa umbali wa kilomita 10 kwenda kwenye center. Yaani mnapita kwenye poli kama unavyoona. Unaona? Tulikuwa tunafukuzana aisee. Mnapita usiku saa 2 mnatoka kula sikukuu kule sentani. Mmebeba miwa za zamani sana. Mazingira haya bwana. Tumekulia sehemu za kijijini sana kama unavyoona mazingira. Kila ameshabadilika. Shabadilika sasa hivi watu bunifu. Sawa. Lakini hiyo enzi sawa. Mambo yalikuwa ni hatari. Mnatoka kwenye sikukuu sawa. Saa 2 za usiku. Mnakimbizana mmenunua na miwa mnapeleka nyumbani kusudi kesho yake mkafanyeje? Mkale. Ile inaitagwaje? Kupoza sikukuu. Sikukuu za Krismasi na mwaka mpya. Ilikuwa ni hatari sana. Hatari sana. Beshi. Naam. Hapo vipi? Sawa, uko poa? Boss wangu nimemwona kama vile alikuwa na kisu pembeni hapa hivi. Hapana, ungemwacha. Huyo tunajuana tumekuwa naye. Yaani hivyo unaona kisu mimi kanitisha kwa sababu boss wangu anakuja kuvamiwa. Kama sikiliza nikwambie, wewe ni mlinzi wangu sawa. Lakini usipige ovyo watu. Unaona? Mimi hapa ni kijijini kwenu ambapo nimezaliwa mimi. Kwao tunaojuana nao ni wengi. Sawa, ulivyoniambia kwamba yani kiona chochote kipendelekeza mbele yako napiga, kwa nini nilipomwona kijipendekeza mbele yako nikapiga? Hapana, huko ni kijijini kwetu. Nisamehe sana boss wangu, nisamehe sana. Niharibie. Nisamehe sana boss wangu. Naona bwana haya maeneo ndio tumekulia sasa. Haya. Unaona Imbwa bado ipo kumbe. Tunajua. Bado ipo. Imbwa wewe anatembea. Kuja. Pia. Imeenda lini juu? Alimejaa kwa boss wangu. Wewe bwana. Safi kabisa. Uko poa. Nimekwambia usipige watu ovyo ndugu yangu. Yaani boss nilipomuona alikuwa ananitisha. Macho yake yalikuwa mekundu kama vile alikuwa anavuta bangi. Sasa wekundu wa macho sio kwamba mtu akokopeshe. Kunakuwa mtu macho mekundu au anakulaga nyanya nyingi au pilipili nyingi. Macho yao mekundu. Hao alikuwa ameweka nani juice cola kwenye macho. Yaani macho kuwa mekundu vinasababishwa na mambo mengi. Nisamehe boss wangu. Watu ovyo bana. Huku ni kijijini kwetu nikozaliwa bana. Nisamehe. Nisamehe sana boss wangu. Usirudia tena. Unaona ndugu? Kwa hiyo ndio hali hii ya sasa. Sana boss wangu. Bwana najua nimekaribia nyumbani sasa. Ndio sawa. Mama inatakiwa kumsalimia kistaarabu sawa. Si unajua tu ndugu yangu hawa ni wazee wa zamani afu huku ni kijijini. Sionyeshe ndugu yangu kaidi. Usifanye vitu vya ajabu sawa? Sawa mimi na hera sawa. Jini nikaonekana mtu ambaye sina maana sana kwa vile nimekuja na wewe mlinzi. Sawa? Weka simamie tu. Unaona ulinzi wako vizuri. Ya ajabu sawa? Baada ya kumaliza masomo nilipata kazi. Sana. Unazuka kaa tulia. Unajua hao waliofundishwa wewe, unajua hao waliofundishwa funzo. Tulia. Najua mama miaka nyingi zimepita sawa, lakini mimi niko kule kule. Tulia. Niko mjini kule sawa. Niko Mwanza ndio na shughuli yangu. Sasa leo nimeona kwamba miaka zimepita nyingi, miaka mitano nimeona nije nikusalimie leo. Na vile nimekuletea hii hapa kadi utakuwa unachukulia pesa benki. Sisi watu wengi tuna majambazi. Na ni muda mwingi sana unaweza watu wakakuvamia. Sasa lazima kule uwe na
Watu wenye pesa, watu tunahangaikaga. Wenye pesa wanahangaikaga sana. Unaweza kudhani kwamba yeye anaishi kwa uzuri. Kumbe mwenye pesa ndo mtu pekee anayehangaika sana hapa duniani. Unaona? Sasa lazima uwe na mlinzi. Naona mama. Kwa hiyo ndio habari za siku nyingi. Ndio kabisa mama. Unapiga piga Kuna kitu nimehisi hapa. kama ufuzi au kwa vile kijijini kunaweza kukawa na wachawi. Nini? Mama, hivi waga mnalala kwa amani kwa kuna wachawi. Amani kabisa. Unaona? Hakuna wachawi mama. Hamna kabisa mwanangu, hawapo. Kwa maana sasa hivi dini zimeisha kuwa nyingi, tunaomba sana. Sawa. Wachawi lazima hawatagusa. Gereni sana naomba. Yaani hizi ndio sababisho nipe au wewe.